Ujambo mpendwa mtazamaji wa Sauti ya Taifa TV, na leo tena tunawaletea habari na maoni ambayo tuko nayo kwa jioni ya leo. Leo tuko tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, na maoni na maelezo ambayo tunawaletea ya siku ya leo ni kwa ajili ya raia wote wa Kongo mzima. Na ikiwa utapata hii message, kitu kia kwanza ningekuomba like, eme, gusa hiyo. Ningekusihi usubscribe, ujiandikishe katika channel yetu. Ni rahisi sana kwa kujiandikisha, unafinya hiyo button ya rouge ambayo iko hapo, uifinye tu, ujiabone na upartage na ulike, utakuwa umetusukuma mbele kwa channel yetu ya Sauti ya Taifa TV. Na habari zetu zitaanza hapo nchi ya kidemokrasia ya Kongo, ambao leo tarehe 30 mwezi wa 6 ni siku ambayo nchi ya Kongo iliweza kupata uhuru. Yaani leo ni independence kwa wakongomani wote wanaokuwa katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na wanaokuwa nje ya nchi. Leo wanasherekea siku ya uhuru wao, na pia vile tutawajuza kwa kuwawekea video ambayo hiyo siku tulipata uhuru Lumumba akiongea. Basi ni siku ya furaha kwa wakongomani wote. Wafaransa wanasema kive la paix prepare la guerre, na hakuna mahali ambako kumekuwa amani pasipo damu kumwangika. Na ningeomba kwa wakongomani wote, kwa hiyo tunawatakia wakongomani wote sherehe njema ya independence mahali popote walipo. Habari zetu zinaendelea, tunaendelea Masisi FRDC na wazalendo wanasonga mbele baada ya kushika mji wa Kasake na Ruke. Wa FRDC na wanzao wa wazalendo wanasonga mbele kabisa, wameukaribia mji wa Rubaya. Saa yoyote tunaweza wajuza na kuambia ya kwamba FRDC imeshika mji wa Rubaya, kwa maana hiyo miji yote ambayo inayozunguka huyo mji wa mkakati wa Rubaya, mji wa madini, umezibitiwa kabisa tena na jeshi la FRDC, na tunajua ya kwamba wanasonga mbele kabisa, na kwa sasa wanasema hakuna tena kurudi nyuma. Wamekuja na nguvu mpya, vikosi vimejipanga, viko imara, wazalendo wako imara na wanasonga mbele. Saa yoyote tutawajuza kwa habari zetu za mchana wa leo, tutawajuza na kuambia ya kwamba FRDC imeshika mji wa Rubaya ama imerudi nyuma, kwa maana vita ni kama mchezo wa mpira. Na hapo Masisi bado kunako habari za huzuni kabisa, au waasi wanafanya mambo yasiyo ya kinyume na umoja wa kimataifa. Kuna mwanafunzi ambaye alikuwa anatoka shule anaitwa Shadrack, na alipigwa masasi kwa ajili tu ya kukosa jeto ya salongo. Hakuwa na jeto ya salongo, mwanafunzi akiwa akitoka shule, wakimuuliza jeto, na jeto alipoikosa mara moja wakampiga marisasi na kafa hapo. Hizo ni habari za huzuni sana huko Masisi kabisa, ambapo mwanafunzi aliuliwa na kwa ajili tu kwenda kwa salongo, mwanafunzi akauliwa. Lakini jambo la furaha ni kuona vyenye FRDC na wazalendo wanasonga kabisa mbele sana hapo kukaribia mji wa Rubaya. Na ikiwa watashika mji wa Rubaya, itakuwa kabisa imepunguza nguvu ya waasi, kwa maana hapo ndipo waasi wanapata silaha, hapo ndipo wanapata risasi, hapo ndipo wanakula, hapo ndipo wanapata kitu. Na wazalendo na FRDC wanatoa shauri kwa wakaaji, waache kutembea, waache kufanya mambo yasiyoeleweka hii, kwa maana hapo kwa mji wa Rubaya kwa sasa kunako kabisa hewa sio nzuri kwa ajili ya wakaaji.
na wakaji wengine hapo mji wa Rubaya hata wameanza kabisa kuondoka na kuacha mji wa Rubaya. Na tukiendelea na habari zetu kabisa, Minembwe nako pia jeshi la FARDC linaendelea kabisa kusonga mbele, drone za FARDC zinaendelea kabisa kubombarde na kupilone huyo mji wa Minembwe Centre. Wanaendelea na vikosi vingi sana vya wazalendo vimepanda huko juu kwenda kupana renfort, vimepanda kabisa vikiwa pia vimejipanga imara. Yani vikosi vyote vya wazalendo ambavyo vilikuwa huko barabarani vyote vimepanda huko juu ya milima ya juu kwenda kuunga mkono wenzao wa FARDC na wazalendo wengine ambao walikuwa huko. Wanasema wanaenda kukamilisha na kuondoa adui wa Twirwaneho Ngomino. FARDC na wazalendo M23 wanaenda kuwatoa na kuhakikisha mji wa Minembwe umerudi katika mikono ya jeshi la taifa. Na tukienda hapo Rwanda inaendelea kushutumu nchi ya kidemokrasia ya Kongo kuhusu mikataba walio saini hapo Washington. Jeshi la Rwanda linashutumu Kongo kusema ya kwamba haijatekeleza hata sharti moja kulingana na vile walivyo saini. Na huyo Ndungirehe, huyo ministre wa Rwanda, anaendelea kushutumu pia Marekani na kusema ya kwamba kufunga hizo kampuni zao za madini haitasaidia, na hiyo sio moja ya kuleta suluhisho kwa ajili ya amani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. So ni kusema Rwanda pia inayo vile inasimama na kusema ya kwamba inaonesha yani Marekani haijafanya kitu, kwa maana yeye anasema wao wamejaribu kutekeleza masharti kadhaa, lakini Kongo haijapiga FDLR na kuanza kuwatoa, ijapo FDLR inapatikana maeneo wao walipo. Sasa jeshi la Kongo haiwezi enda kutafuta wa FDLR mahali wao wamezibiti, ni ngumu. So hiyo siasa ya Rwanda bado ingali ya kukataa kuleta amani katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ningekuomba tena kwa mwisho, ikiwa ni yako mara kwanza umetupata, ningekuomba ulike, ujiabone, ufinye hiyo button ya ruje, na itakuwa kabisa umejisajili. Wakati tutakuwa tukipana habari zetu utakuwa wa kwanza kuzipokea. Na ningekuomba tu usitoke kwa channel yetu, kwa maana bado tunaendelea kuwasiliana, tukiwasiliana na ndugu zetu kwa upande wa Rubaya na Minembwe, na wanatupatia habari za ukweli tena za kuaminika. Uwe na siku njema na mchana mwema. Bado tusiachane, usitoke kwa channel yetu, tuko pamoja. Tutaendelea tena kukupea habari zetu za mchana wa leo, kujua mambo yamefika wapi. Ndio maana ni kuangalia pia hata pande ya serikali au wazee ambao tayari wamekuwa majenero, wamekuwa tayari makolonel, wamekuwa tayari wa meja, au wazee inaomba waweke kando kabisa. Inchi yote watu wanalia, wanasema ya kwamba ikiwa vita haiishi ni juu ya hao majenero na juu ya hao majenero na hao makolonel na hao majoro na hao wengine wanafanya inchi haiendi, kwa maana hao wote hawako pande ya Kisekedi. Wao wote hawako pande ya government, ni watretre wa hali ya juu sana, au majenero wote na au makolonele na major. Ndio tungeomba Kisekedi, tunaendelea kuomba. Hauna jeshi papa, hiyo jeshi ambayo uko nayo ni jeshi fake. Kama vile ulivyowaambia ni wakloshare, na ni wakloshare kabisa. Au makloshare wote uwatoe karibu na wewe. Hiyo ni maoni. Sisi hatupani habari, lakini tuko napana maoni. Au makloshare wote toa kando. Unaona jeshi ambayo rais ameunda, kuna Maibu, kuna Serpa Noir na wengine. Ndani ya hiyo jeshi kuna jeshi kamilifu wa taifa ya Kongo. Kisekedi angechukua ndani ya hiyo jeshi, anachukua viongozi kadhaa ndani ya hiyo jeshi ambayo amejitengenezea, ambayo ni jeshi tiifu kwake. Hiyo ndio jeshi ambayo watumie, kwa maana hakuna jeshi ambayo iko pale kwa ajili ya kutekeleza amani kwa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na leo kama watu wanaanza ongea Kisekedi
ako 50-50, government ako 50-50, M23. Ni kwa maana watu ambao Tshisekedi anapea kazi hawaitekelezi kama vile inavyofaa, na wanakuwa hapo wanatumikia Kagame na wanatumikia Tshisekedi. Sasa hao watu ni hatari sana katika maisha ya Rais Felix Tshisekedi. Ndiyo maoni ile, bado tunaendelea na maoni yetu ya tatu ni kusema ya kwamba kama ingeliwezekana kanisa ya Kikatoliki, hiyo kanisa wangeitoa katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, kwa maana kazi ya kanisa sio kuchochea chuki, sio kuchochea mabaya ndani ya nchi. Lakini mbona Ambongo ni nani? Hiyo nchi ni ya baba yake ama hiyo nchi ni ya nani? Ndio maana tungeomba rais aangalie sana. Sijui kwa nini rais amekuwa tena kama yeye njoo pastere zaidi tena katika nchi yote ya Kongo. Ambongo na kanisa yake ya Kikatoliki, hii sio kanisa, hiyo ni kanisa ya mnyama. Na ndio maana unaona inainuka sana kwa kuharibu nchi ili taifa la kidemokrasia ya Kongo wasipate amani. Ndio maana tunaomba kwa rais, usinyamaze kwa ajili ya hii kanisa ya Kikatoliki. Hii kanisa ya Kikatoliki kwa gisi vile iko natembea na huyo Ambongo, haionyeshi kama Ambongo wako na Mungu. Ambongo ni shetani ambaye anataka tu wakongomani waendelee kukufa usiku na mchana. Ndio maana tunaomba rais aangalie sana kuhusu hii kanisa ya Kikatoliki, kwa maana Ambongo anaongea vitu mingi, na hiyo vitu anaongea yote ni ya kumupendeza mkwe yake Paul Kagame. Ambongo tunajua kama si Mkristu, Ambongo ni mtu wa dunia. Na kama unaona anatetea M23, anatetea baba yake Kagame, ni kwa maana anaoa pale kwa Kagame Ambongo, na amezaa huko watoto 3 huyu Ambongo. Ndio maana baba yake mkwe hawezi akamkatalia ingie kwa nchi. Na huyu si Mkristo huyu Ambongo. Huyu Ambongo mumfukuze Kinshasa ama awekwe jela. Juu kama yeye kama ni mwanasiasa, aache kanisa ingie kwa siasa. Na yeye kama anajua anatumikia Mungu wa kweli, atumikie Mungu. Mtu wa Mungu ni wa kukusanya watu kwa pamoja, sio maneno yenye Ambongo wako nasema basi badilishe katiba. Hivi na hivi wakabadilisha katiba italeta shida. Katiba iko na artikle mingi ambazo haziko kwa faida ya wakongomani. Sasa wakati mtu kama huyu anatetea uharibifu ya nchi, huyo tena sio mtu wa Mungu, huyo tayari ni mtu wa ulimwengu wa giza. Ndio maana tunaomba rais aangalie sana kuhusu kanisa ya Kikatoliki, na tunaomba kwa kina Katoliki wote ambao wanaishi hapo Kongo, muone mbali. Huyu mtu wako na wadanganya, akihubiri anachochea mambo ya chuki. Na hiyo kanisa, acha niwaulize, kwani hiyo kanisa ya kidemokrasia ya Kongo ya kina Katolika inaingia tu ndani au watu wa opoza? Si kunaingia pia watu ambao ni watu wa pande ya guvernema. Sasa unaona hata kwa kanisa kutatoka tena vita ingine, kwa maana hapo kunaingia watu ambao wako pande ya guvernema na kunaingia watu ambao wako pande ya opoza. Sasa Ambongo akihubiri anahubiri tu kwa ubaya kuhusu government. Mnaona mtu wako na chochea chuki. Huyu ni mtu wa shetani na hafai kubaki katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunaomba atolewe na aingie jela ama akimbizwe, atoke katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni maoni ambayo bado tunaendelea kupana, na tunajua ya kwamba munaendelea kutusikia. Ndio maana tunaomba mupartage massivement, kila Kongolea halisi asikie hizi habari, kwa maana sio habari ambazo za kupita pembeni. Ni habari ambazo tunaongea ukweli kabisa. Na kupitia hiyo tukienda katika nchi za dunia, tukienda Marekani, China, Ufaransa, Russia, hawa wote pia nao wanakuja kutafuta faida zao ndani ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana sisi kama vile wakaaji, nyinyi kama vile wakaaji, ama sisi watu wa mashariki ya kidemokrasia ya Kongo, lazima tushikane mkono. Jeunesse, amkeni, nyinyi ndio Kongo ya kesho. Hii nchi ikanguka kwa mkono ya huyu adui,
Sijui nyinyi wa Kongo mtakuwa mahali gani, sijui mtakuwa mahali gani. Hiyo ndio maana tumeleta maoni ili muweze mkaamke, watu watoke kwa usingizi, watu watoke kwa usingizi. Paneni vijana waingie kwa jeshi, paneni vijana waungane na wazalendo. Wa vijana muamke, mtoe usingizi. Kama kitu kidogo tu ukaselebre mache unauliwa. Sasa wakiwa wameshika inchi, imekuwa kwa mkono yao vizuri, nyinyi kabisa mtakuwa ni maadui. Na mkumbuke James Kabarebe akasema Warundi watakuwa watu ya kuwafagilia mabarabara, na Wakongo watakuwa watu wa kuwaoshea choo zao. Hiyo kitu si uongo, au watu ni mashetani. Hiyo kitu kama mnataka ifikie hapo, itafikia hapo. Nyinyi vijana wa Kongo, hii maoni vijana muipartage massivement na mulike na mueme na mupartage, ili hii maoni iweze ikafikie watu wote. Huyo adui ambaye anakuja ingia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, yeye hakuji kucheza. Unaangalia kile ambacho anafanya huko Haut Plateau, hajali na kubombarde raia, hajali na kubombarde hospitali wala shule, anapiga na anaua, na Umoja wa Mataifa wananyamaza. Na kitu cha kushangaza, dunia mzima inanyamaza. Watu wanauliwa Beni, mbona hawaongei? Lakini kitu cha kushangaza, ngombe inaleta kelele. Ngombe ambayo ilichukuliwa huko Minembwe. Kwani ngombe ndio inashindia hii mamilioni ya watu wanakufa Beni? Ngombe ndio inashindia magari ngapi zimeibwa kutoka Bukavu na Goma na zinaenda Rwanda? Nani mwenye amesema hiyo magari irudishwe? Mali ngapi imeibiwa Goma na Bukavu na yote inaenda Rwanda? Nani mwenye amesema irudishwe? Gudro iliibiwa nani? Uvira. Nani dunia mzima, nani mwenye anasema irudishwe? So nyinyi Wakongomani msipoamka, nyinyi mnakamatwa kama viongozi wa dunia wako na misio ya kumalizisha kizazi ya Wakongomani. Juu wakati masakre iko nafanyika Beni, hawasemi. Magari na vitu vyote vimeporewa Bukavu na Goma, hakuna mtu amesema. Sasa ngombe ya Mnyarwanda inashinda Mkongomani Valeri. Sasa nyinyi wa Kongo, tokeni kwa usingizi, na hawa wapolitisie si Wakongomani. Hawa wapolitisio ni mapio ya Kagame, wadestabilize raisi ili asifikirie kwenda kukamata Bukavu na Goma, na wao wako naendelea. Na hawa politisia wanasahau ya kwamba adui akashika inchi, mwishowe atawaua juu siri yake isiwahi julikana. Muko mnaona hapa wa Martin Fayulu, wa Moise Katumbi na wengine. Huyo adui atakamata na atawaua, watakufa, na hiyo pesa yenye wako na wapatia bado itarudi kwa huyu adui. Ndio maana raia msimame na msisikize hao wakina Martin Fayulu na Moise Katumbi, msiwasikize. Hao ni mapie ya shetani. Hiyo ni maoni, sio habari, bali ni maoni ambayo tuko tunawapatia. Na ndio maana tunasema Wakongomani muone mbali, muone kama dunia haioni valere ya Mkongomani. Ngombe ilete kelele eti ngombe zirudishwe, ngombe. Wewe uniambie kama bombardement ya leo ya hapo kwa Haut Plateau imeua 21 personnes, nani ataongea? Hakuna mtu anaongea. Na kwa nini wanaongea juu ya ngombe? Yaani ngombe ndio kitu kia maana kuliko mtu. Ndio maana tuone mbali, ni vitu inauma sana na inachukiza sana ndani ya mioyo ya wanadamu. Ndio maana tunaomba Wakongomani wote amkeni, oneni mbele. Wakongomani wote wasimame, piganeni kwa ajili ya nchi yenu, teteni nchi yenu. Msiogope mzungu, msiogope kutakuwa masanksio, msiogope. Huyo adui mkampiga na kumtoa, hiyo mambo yote itaisha. Ndio maana tunaomba pia vile kwa serikali, tungependa hivi. Unajua FRDC kuna watretre wengi, na ndani ya hiyo FRDC hao watretre vile bado wangali na changana na wazalendo, ni ngumu vita ishe. Juu sasa mzalendo hajikomande tena. Mkubwa wa FRDC akasema turudi nyuma, basi mzalendo atarudi. Unaona? Ndio maana tungeomba kukue komandema ya wazalendo yenye iko kitafauti na FRDC. Hiyo itakuwa ni jambo la maana sana. Kukue komandema ya kitafauti kati ya wazalendo na FRDC.
armema vile vile, kukuwe za wazalendo na kukuwe za FRDC. Sasa kila batu kumalinya de front bakuwe na komandema yabo. Hiyo itasaidia sana. Na kitu ingine tungeomba, kama vile tulitangulia kusema, hiyo FRDC ya kitambo, hiyo FRDC itolewe kabisa, na huko kumalinya de front kusionekane ba generale, kusionekane ba majoro, kusionekane ba kolonel. Waache kule ba lieutenant na ba sous-lieutenant na ba ajida bale bapigane vita. Wakati ya Mobutu ulikuwa uwezi ona kolonel, ulikuwa uwezi ona major, ulikuwa uwezi ona general, lakini utaona vita yenye lieutenant alipigana, anapigana paka unasema kweli hapa kulipita mwanaume. Na mbona hivi vigenero, hivi infiltre vya Kagame, mbona biko vinaenda kumalinya de front na unasikia pale kulianguka, pale nilianguka. Hivi sio vigenero, lakini ni wa infiltre wanafanya kazi kumasilahi ya baba yao Kagame na Kanambe. Hiyo ni maoni yetu kama vile Wakongomani. Tunaomba siku ya leo mupartage massivement, like na ueme ujiabone kwa hii emission ili iweze ikafikie wengi.